Bismillahirrahmanirrahim. Tukiamua kupendana kama wanadamu tuliotunukiwa ubora kuliko viumbe wengine, lakini wasio na shukrani ni wale walio na roho chafu dhidi ya wengine. Hili ni kumi la kukingwa na moto na lipo ukingoni kuisha baada ya siku chache. Basi ni nani aliyeyasoma makosa yake na kujitakasa kupitia zawadi kubwa ya wema mmoja utendao utalipwa maradufu kwa utukufu wa mwezi huu? Je, tupo ambao tuna roho chafu, hasadi, choyo na chuki, huku tunajinasibu na Uislamu, tunasali sala 5 na mwezi huu tumo ndani ya saumu? Je, yupo ambaye maisha ya dunia kwake ni bora zaidi kwa kuwa anaamini kwa kuyaona, lakini akhera ni kama ndoto kwake? Faraja iliyoje kwa yule ambaye anaridhisha nafsi yake huku yale maovu tuliyotaja akimuomba Allah amwepushe nayo. Bali tunapoambiwa mauti ni mawaidha kwetu, huwa tunaamini nini wakati miili kadhaa ya wenzetu tumekwisha ifukia, wakiwemo vipenzi vyetu, wafadhili wetu na burudani za macho yetu, ambao ni pamoja na wazazi na watoto, pia wajukuu wetu. Mioyo yetu lazima ijirudi katika kutafakari ufupi wa maisha ya kila mtu, na sio kweli kwamba mzunguko huu wa kimaisha ni wa kudumu. Tutazaliana daima lawamu, maana ndiyo basi tena zamu tu za kuingia na kutoka duniani. Akili ni vyema zitanuke ndani ya mtihani huu wa kuishi. Lazima pana mwisho wa dunia hii kwa kadari yake Mola, maana miaka 1000 yetu si chochote urefu wake mbele ya Allah ambaye kaviumba vyote kwa muda wa siku chache, wakati tunapambana mwaka mzima kuutoboa mlima, huku mbingu tuzionazo hatuzifikii juu ya taaluma chache tuliyopewa. Kwa ajili hiyo basi, kwa nini wewe uliyejeuri wa maneno unamaliza na kuyayusha amali zako kwa kinywa chako mwenyewe? Uzinduliwe vipi wewe uliyebeba silaha na kumwangamiza roho mwenzio kwa ajili tu hamuelewani au mmedhulumiana mali au chuki tu? Je, baada ya tukio la kumtoa roho lilomtanguliza mwenzio akhera, unajua wewe utaiwachaje dunia hii ulioidhani itakulinda maishani mwako? Je, wewe mwenye tabia ya kuvunja kwa nia ya kuibia wengine na pengine ukajeruhi mwenye chake aliyehangaika kukitafuta, tendo lako hilo litakuokoaje wakati umeitoka dunia hii kwa dhulma, huku laana za viumbe zikikuandama kwa uovu uliotenda? Na wale tusiowajali watu watulivu tukawafanyia inadi, tusiwajali kuwa wagonjwa au wamo katika ibada au wana watoto wadogo wanaohitaji kitulivu, hivi mingurumo ya upasuaji wa egzozi za magari yenu mitaani ni jeuri, kibri au aina ya dharau kwa viumbe wenzenu? Je, ukimya na unyonge wa hao mnaowakera na kuwashtua haukufanyeni nyinyi mkatafakari pale mnapokuwa wagonjwa na mkatendewa kama hayo? Enyi mtanuao mipaka ya ardhi zilizo milki ya wengine na mkaleta magomvi na kutishana amani, hivi hiyo mnayogombania mnajua kuwa ndiyo nyumba inayotungoja kama nyumba ya mwisho ya duniani na ya kwanza kwa akhera? Kwa nini unang'ang'ana kwa kitu kitakachotengana nawe ukiwa hai? Ewe uchumaye kwa haramu, hivi mali yako iliyojaa kila balaa itakuokoaje kesho, ikiwa Allah aliyekukataza usidhulumu, usile riba, usile rushwa, usile mali ya mayatima, usiuze na usinunue vilivyoharamishwa, utaokoka vipi ikiwa lengo lako ni kudhani kuishi daima wakati majeneza yanapita mbele yako? Je, wewe udhalilishaye watoto kwa kuharibia maisha yao na viungo vya miili yao kwa matamanio yaliyoharibu utu na heshima yako, unaelewa uchungu wa mzazi wa mtoto wa kiume au binti yake ulivyoumiza moyo na tumaini la kizazi chake? Haya ndiyo nayoyazinduana. Tujitengeneze vizuri kupitia mafunzo tuliyoyapata ndani ya mwezi huu tukufu wa Ramadhani. Ishi ukijali utu na heshima za wengine, utajaa imani na huruma, na kwa ajili hiyo utamhofu aliyekuumba asikutie mikononi ukiwa muasi kwake na adui kwa viumbe wenzio. Ramadhani itusafishe.